Niambie ndugu yangu. Bwana nimekuja hapa. Ndio. Nachotaka huyu mbwa ang'ae. Dogi kama dogi. Hapa nyuto si unayo? Anayo. Hiyo kanipigia. Unakosa nini kwangu wewe? Unakosa kitu gani? Mafundi ya mweleweki. Bwana mbwa mwenyewe kama na matope. Bwana sehemu niliyokanyaga ndugu yangu. Acha tu. Bala. Mvua hizi. Yaani nilipopita ndo mtihani kweli kweli. Lakini naishi naye huyu. Naishi naye. Mpige nyuto. Huyu anapiga nyuto ipo. Safi bwana, mambo yanaendaje? Poa. Pilika. Shwari. Aha. Vipi familia? Familia kwa kawaida. Hivi fundi kwenye familia wewe ni mtu muhimu, watu wanakutegemea sana. Na watu wanategemea. Na mama Teddy mwenyewe. Na watu wengi sana kwenye maisha yangu. Na wewe mwenyewe una kazi nyingine yote isipokuwa hivi? Of course sina kazi nyingine. Ndio hii maisha yanaendelea. Dagaa, kachumbari, ngogwe, bamia na kula, lakini sio kwamba napenda sana, hapana. Sasa hii kazi unaweza ukaifanya hata kwa miaka 50 na bado usitoboe. Yaani Dar es Salaam wewe ukawa kama msindikizaji kwa watu wengine. Unaniona mimi? Hapa nilipo. Nakula vizuri, navaa vizuri, na mke, naishi nyumba kali, na ninafanya na starehe. Blaza sina kazi yoyote hapa mjini. Nikuulize kitu. Unamaanisha kitu gani? Kazi yangu mimi ni hiyo moja. Mimi ni mdomo. Mdomo na mimi mwenyewe ninao. Sasa utendei kazi. Mimi ni mtu nikimuingiza kwenye 18 zangu akiwa na hela, akichomoka basi hajakaa kwenye tumbo la mamake. Usiniambie. Unasema nini wewe? Nakwambia hivi, mimi sina kazi yoyote. Lakini navaa vizuri, nakula vizuri, nalipa kodi. Na sijajenga hapa mjini. Mimi nachotaka kitu kimoja, nataka nikutoe huku ulipo. Uwe mtu mwingine. Sawa? Nikupe mchongo wa kueleweka ambao wewe utabadili maisha yako, hata wanaokutegemea wajue kwamba wewe ni msaada. Haya. Sawa. Fanya hivi. Wewe hapa si kuna watu umewazoea? Ndio. Si kuna watu wenye mchele? Ndio. Mtaa wote huu na manyumba yote unayoona hapa tajiri ni moja tu. Bwana Makuku. Nikisema Makuku nasema macho makuku hatari. Analala. Analala. Huyo ni hatari. Yaani wewe bwana ana hela. Macho makuku huyo ni bala. Anyway, sasa fanya hivi. Jambo zuri. Maana usije tukafunga safari huko napoenda afu mtu ana hela. Mimi nikimwona mtu mwenye hela, akili inakuwa ipisha. Wewe usiniambie nitapata hela. Nataka nikubadilishe, utapata hela. Tena sio hela, utakuwa tajiri. Matisha. Sasa nakupa angalizo. Huko tunapokwenda. Ndio. Usije ukanishangaa. Blaza nabadilika na kuwa mtu mwingine kabisa. Hilo sawa. Wewe unachotakiwa uendane na mimi ili tuonekane mimi na wewe tuna chemistry moja. Kwa unataka kuniambia mimi nitapata hela? Sio hela, utajiri. Malizia mzigo. Malizia mzigo. Mbwa ng'ae. Huyo anatakiwa ang'ae. Sema mbwa. Kumbe mjini kuna mambo mengi. Sema mbwa ang'ae. Malizia hiyo baba.
Vipi? Mbona unatupisha? Sikiliza ndugu yangu Tula Boy. Hapa panahitaji umakini sana. Si unanielewa? Lazima tukaguane. Maana tukichemka kidogo tukiingia huko ndani watatufutukia. Kweli bwana, cheki. Vipi? Fresh. Vipi? Fresh. Vipi? Hapa vipi? Kula hiyo. Vipi kijana? Mbona kama unaonekana una wasiwasi fulani hivi? Nini shida? Amna, nizani mke wa bosi, maana akijaga nikicheweka kufungua na nigombeza kweli. Kumbe. Okay. Sasa sio mke wa bosi. Sisi ni maafisa wa mifugo. Tumekuja kutembelea kujua mnafuga vipi Mifugo. Na huu ni utaratibu wa sisi kuwatembelea wafugaji. Sawa? Kwa hiyo tunataka tuingie ndani tuone jinsi mnavyofuga. Sasa si lazima nikamwambie bosi. Yaani umpe taarifa bosi sisi tukiwa tumesimama hapa. Kweli? No. Wazee wa kazi. Ndio wazee wa kazi. Ndio unatuweka juani pale muda mrefu. Samanini sio dhamira yangu. Nilikuwa na testi kivibao ndani. Kivibao changu kimetoka kwa Kisamo Taylor. Wewe Kashinde. Bosi. Angalia kuku, kaangalie kuku. Sawa bosi, sawa. Hali hapo. Na wasikiliza, ingekuwa sio vyema bichi boy wangu yuko hapa afu nabishana na watu wa serikali. Na testi kizibao si tuko juani. Ujali muda. Hapana, ndio maana nikatanguliza neno samahani. Okay. Kijana akakupa taarifa kwamba tumekuja kwa ajili ya nini? Ameniambia tu kuna wageni, lakini hakuniambia ni kina nani. Kwa hiyo itakuwa vizuri tukichukua muda huu kwa ajili ya kutambuana. Ningependa kuwafahamu kwa sababu mpo katika himaya yangu. Ni kina nani wenzangu? Tukuweke sawa. Hii sio himaya yako. Sio himaya. Hii ni himaya ya serikali. Nimejenga mimi hapa lakini. Kwa ufupi sisi ni maafisa mifugo na taratibu yetu huwa tunapita kwa wafugaji Wote Tanzania. Nchi nzima. Sawa. Kwa hiyo tunapita nyumba kwa nyumba. Mtu kwa mtu. Mfugo kwa mfugo. Yaani nyinyi mnafanya sensa ya mifugo. Sio sensa. Tunapita kuangalia usalama wa mifugo na mazingira wanayoishi mifugo. Sijui unanielewa? Umemwelewa. Afu maafisa samani. Naomba kuuliza kidogo. Huyu hapa mwenzako ana miguu mingapi? Unamaanisha viatu. Huyu ni kamanda na hivi ni special kwa ajili ya kazi. Hivi unajua kwamba
kumchunguza mtumishi wa serikali unaweza ukachukuliwa hatua kubwa sana, kwani kosa la jinai na ikakupelekea kunyongwa bila sababu za msingi. Unaelewa hilo? Baba, samanini. Mifugo yangu ipo kule. Na mifugo yako huko, njoni muangalie huko mabanda huko. Twendeni wazee wa kazi. Na mpango wa kuwashoneshea masweta. Nishawasiliana na Kitamo Taylor kule kwa ajili ya kuwatengenezea masweta, na hivi wanasikia baridi, kwa sababu kuku akisikia na baridi unasikia analia tuyo tuyo tuyo, anakuwa anajikunyata kwa pembeni hivi. Kuku wazuri. Kuku wazuri. Kashinde. Ngoja aje, ni kijana wangu huyo, bichi boy wangu aje kuwaonyesha. Hebu beba kuku hapa waone wakaguzi. Wapatie kuku waone. Hata huyo tumchukue. Hawa wapo mpaka kilo 5. Wengine inafikia hatua wanavunjika na miguu kwa sababu kuelemewa na uzito wa mwili. Wanasema usidharau miguu ya kuku, ndio iliyobeba kitoweo. Ndio hawa sasa, kwa sababu hawa wanavunjika mpaka miguu kwa kuelemewa na kitoweo. Okay. Mnenepa? Mchukue. Hawa unawalisha nini? Mimi bwana kuku nawalea kitajiri bwana. Kuku wangu bwana mimi sitaki wakae kimayai kigonjwa hivi. Hawa nawapiga basmati. Piga basmati. 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 Kuku. Unawapa kuku basmati. Ndio maana kwenye ripoti tumeambiwa kwamba kuna so many containers pale bandarini hazionekani. Basmati inapotea kwenye shughuli za kiserikali, alafu supermarket hamna. Binadamu mmoja wa Kitanzania kula kwake basmati ni kwa wiki mara moja, tena ni siku ya Ijumaa. Wewe unalisha kuku kila siku basmati kweli? Moja ya makosa ambayo umeyafanya ni sawa sana kuhujumu uchumi wa nchi. Hivi unajua kesi yake? Unajua hasara zake? Unajua faini yake la kulisha kuku basmati kila siku? Nani? Tula. Huyu ndio maana aliweza kutuweka pale juani. Na hela ndio maana anapata anashonesha suti. Huyu mwache aende jela. Aende jela. Huyu akienda jela itakuwa mfano kwa watu wengine. Sikiliza mfugaji, usiogope. Jela utaishi, ingawa hutopata nafasi ya kula basmati ukiwa jela. Lakini utaishi ukiwa jela. Hivi unajua kilo moja ya basmati ni shilingi ngapi? Kilo moja au mchele? Umeipata kwa bei rahisi ni shilingi 8,000, lakini 12,000 mpaka 14,000. 8,000 kilo unawalisha kuku. Yaani sisi basmati tunakula tunapokuwa na shughuli, tena tumeitwa huko kwa wakubwa wenzetu. Basi mimi nilikuwa naomba samani, haya mambo nilikuwa nataka tu yamalize. Sikujua kama hilo ni kosa, kumbe kisheria. Kutokujua na kujua ni kosa. Wanakula basmati kuku wote jamani, basmati. Sasa sikiliza, mimi acha niongee na sio wafanye juu chini angalau ipatikane defender. Umeelewa? Huyu na kijana wake waondoke. Umeelewa? Waondoke na kijana wake waende jela. Huyu watilisti hakae jela wakati serikali linahodhi ile eneo. Wazee. Ni vipi? Tusifike huko. Acha nimpigie CEO. Umpigie CEO? CEO bosi wetu. CEO ananipotezea muda, acha nimpigie. Jela wiki 16. Sawa? Wewe unaonekana kama ndio unabusa. Natumika. Una bahati sana wewe. Ona kaka zangu watu wa mifugo wakaguzi. Naomba sana ili hapa jambo lisifike mbali. Umeelewa? Yaani ili hapa jambo wakilisikia wapinzani wangu kibiashara tu nimekwisha.
Kwa nilikuwa naomba ili hapa jambo tulimalize kiutu uzima. Wewe kwa haraka unamalizaje na sisi unamalizaje? Kama kuku tu unawalisha mchele wa 8,000 kilo. Wewe unamalizana na sisi kitu gani? 8,000 ni bei ya jumla. Basmati ni 12,000, 14,000. 8,000 ni bei ya jumla. Wewe kuku unawalisha basmati. Sisi unatupa nini? Wewe. Mishahara yetu unaijua? Mishahara yetu unaijua? Unaijua wewe? Kwa nini umesema tunaweza tukamalizana? Unatuchukulia kirahisi? Unatuchukuliaje? Sisi acha twende bwana. Unataka tumalizane? Unamalizana sisi kama biskuti yangu? Au nini? Kachori nini? Nitaka niende ndani. Unatumalizana kama vitu vinavyohesabika. Kuna kibango kidogo ndani ndo nilitaka niende kuichukua nije kuagaia kaka zangu watu wa mifugo. Wakaguzi na waomba. Yaani hicho ni kidogo tu. Usilie! Achalia. Usilie! Atalia akiwa jela na nyapala. Unaona? Huyu lazima aende jela. Nenda haraka. Nenda tuone. Wewe unasubiri nini hapa? Bosi wako katoka, wao unasubiri nini? Sisi watu wa mifugo. Toto mjinga huyu Anaweza akatuharibia mambo huyu. Vitu vya ajabu huyu. Usikie sasa. Shajaa. Kaingia kwenye mfumo. Shajaa huyu. Huyu kaingia kwenye mfumo. Yaani huyu tunamchinya. Tunamchinya. Mbona umechukua muda mrefu sana ndani? 80 nimewaweka. 80. Sasa kwanza hiyo nini? Kuna laki nne. Nilikuwa naomba jambo lishie. Nazarau sana. Yaani kuku kilo shilingi 8,000 mpaka 12. Anawalisha wanakuwa hivi. Sisi anaona ni laki nne. Sikiliza. Utanunua basmati kwa ajili ya kuku. Sisi acha tuendelee na mambo mengine. Naomba nipo chini ya miguu yenu. Naomba hiki mimi ndo nilicho nacho. Mfike mbali. Naomba. Usilie. Makosa umetaka mwenyewe. 80. Serikali hata ukilia waga iangalie kilio cha mtu. Atalia kia jela. Sawa, jela. Ukiwa na makosa hata ulie chozi la damu. Sheria lazima ifuate mkondo. Anyway, hebu njoo kwanza. Hebu njoo tu discuss kwanza. Chukua njoo tu discuss. Discuss. Njoo tu discuss. Kama anaitaka mwachie, kama anaitaka mwachie. Discuss msema. Ndio. Tu discuss. Hamna kuacha hela. Bisha kidogo. Tunabiambisha kidogo. Hakuna kuacha hela. Wazee. Sasa kwa sababu tumekuja na usafiri na umelia, umemtaja mama yako, umetaja ndugu, watu wanaokutegemea, umetaja watu kibao, kasema kijana yule ndo kakuponza. Wazo lako lilikuwa mwanzo kitumbo uwalishe kuku, lakini ukaona huyu ndo kakuingiza kwenye matatizo. Sawa? Sisi kama binadamu na ndugu yangu Tula, tumekaa tumefikiria tukaona hapana. Kwa sababu unajua ofisi wanajua hili jambo. Ndio. Tutajaribu kuwaelewesha. Elewesha. Anyway, ichukue. Ipo kamili. Kwanza ngoja. Fanya hivi, ongeza hata laki. Kwa sababu hii laki tumekuja na dereva wa gari. Angalau yeye tumpe 100,000. Hiyo hela nyingine sisi hatuja hata 100. Tunaweka mafuta. Sasa mimi hapa. Kama laki utaki kuongeza basi ubaki nayo. Saidiani. Sisi acha tuondoke. Huyu acha tuondoke, hataki tumsaidie. Usilie. Msifanyie hivyo jamani. Jambo liishe tu. Jambo liishe, mbona vinatokea puani tena? Kwa hiyo lakini hapa 4 kaka. Sema mimi sijapenda. Mimi nilitamani huyu aende hata 16 kwanza. Akae na nyapaa. Huyu wataona tumechukua hela kirahisi mno, wataona tumechukua hela kama tuna shida. Kama mishahara ya serikali haitoshi. Sijasema hivyo mimi. Hizo ni kufuru, mimi siwezi nikakufuru. Nitakuwa kama na wakosea adabu. Siwezi mimi. Naomba mpokea hicho ndio kidogo nilicho nacho. 80 nitajirekebisha makosa niliyofanya hatajirudia. Natuchosha. Sasa kuwa makini. Usiwape kuku. Basmati. Usiwape kuku. Kuwa makini.
Mimi Wema wangu unaniponza, mimi Wema unaniponza huu. Kwa sababu hapa kuku mimi nimeona wanadhurula jalalani. Nikaona sio vizuri niwachukue ni waasili wawe wanakula vizuri, kumbe ina wala nalokosa. Kashinde! Kashinde! Sema mwanangu wewe genius sana. Wewe genius. Vitu vya kawaida sana. Hivi viela vidogo mimi havinipi hata shida. Kawaida. Unajua kwa nini nimeweka kituo hapo? Unajua mimi mara nyingi nikipiga gamishindo. Na kaga zangu baa kidogo. Sawa, tuanze tu baa. Sasa hebu tuliza wenge kwanza. Wewe mbona una wenge rafiki yangu? Nakuuliza mbona una wenge sana? Nimekwambia nikipiga mishindo ndo nakaa zangu baa natumbua hela. Sasa nakaaje baa kwa hela hii tuliopiga? Hii hela ndogo sana. Yaani hela tuliopiga si lolote si chochote kwangu. Sawa? Sasa shika hii hapa 3,500. Wewe 3,500? Unasema nini wewe? Mimi kwa masikio yangu jamaa akasema 400,000. Wewe 3,500 inakujaje jamani? Jamani kumbe hela ndo zilivu. Yaani hela mwanangu hela ndogo tu mwanangu, ushachomwa shilingi 50,000. Kwa kazi yetu tumeshafanya hapo unachukuaje 50,000 bwana wewe? Ndio kwanza tunaanza bro na kuna tamaa mwanangu ndio chukue 50,000 mwanangu ni ili iweje sasa? Ndio mambo gani tena? Unajua sikiliza, naweza nikakudhurumu hela afu mimi nikajikataa. Hebu shika ile 3,500 sikiliza bwana. Mama, sasa ndio nigawanyisha hapa. Wewe punguza wenge wewe. Mbona unaletea wenge wewe? Wewe ndo unazijua hizi kazi au mimi ndo nazijua? Wewe si ndo mara ya kwanza unafanya hii kazi? Ndio. Sasa wenge la nini? Sikiliza, ile 3,500. Mimi nimetoa shilingi 50,000 tu hapo kwa ajili ya mafuta kwenye gari yangu. Hela iliyobakia hapo yote ni ya kwako. Wewe. Acha ujinga. Wewe unipa hela ya nini? Wewe yote ya nini wanipa mimi? Wewe 3,500 yote mimi naipeleka wapi? Naipeleka wapi? Mamangu mwenyewe ananiambia kutumia hela mwisho 120,000. Mama yangu. Mara mwisho ananiambia mwanangu usichukue hela zaidi ya 120,000. Wewe unanipaje hela yote hii? Naenda kuifanyia nini? Naenda kufanyia nini? Ushamaliza. Kama ushamaliza. Kama kuna mambo yako ya tofauti na hapo unapofikiria wewe, mimi huko mambo sipo. Kunipa hela yote kwa sababu kuna nini na nini sitaki. Mimi nishakoma, mimi ni mtu mzima. Sawa, umri huu ushaenda. Sitaki mambo hayo. Sikiza maelekezo. Shika hela. Sikiliza, shika hiyo hela, usijali. Wewe shika hiyo hela. Kuwa na amani. Hii hela nimekupa kwa ajili ukasolve matatizo yako. Cha kwanza. Lakini cha pili, hivi wewe ushawahi kuona wapi ndugu yangu? Kiuno kimoja, mikanda miwili. Ushawahi kuona wapi? Unavaa viatu gani hivi unakuja navyo kwenye dili rafiki yangu? Kiatu kina pembe 3, kina pembe 4. Yaani ulivyo tu peke yake kituko. Tumefika kule mpaka jamaa anashtuka. Wewe hujamuona alikuuliza kuhusu viatu? Next time mimi nikwambie mambo kama haya na kurudisha miezi dili napiga peke yangu na maliza natembea. Umenielewa? Si unanielewa? Haya mambo madogo kasovu matatizo yako kwa hiyo hela. Kwa yote yangu. See you. Jamani. Hela hii mimi sio familia yangu iishe matatizo yote yaishe jamani. Sasa basi naanza na Marieta Kasomo na maliza shida, kwa Mama Teddy na maliza.
Njoo. Nimerudi. Ndio wazee. Bwana, nilikuwa nimekaa zangu pale, nilikuwa nafanyia tathmini viatu vyangu hivi bwana. Viatu nimegaiwa na rafiki yangu mtaalamu wa kuuza viatu kwa Kariakoo, anaitwa fundi miguu. Sasa kaniambia kiangalie kama hujakipenda nikubadilishie. Nikawa nakiangalia naona kinaendana na mandhari ya kuku wangu. Sasa wewe mara tukija mara laba mara kizibao. Laba kizibao. Why? Sasa wewe kitu kizuri nafikiri ni fashion. Hii. Kumbe hii ilikuwa yako hii. Hii niliona Kisamo Taylor alikuwa anaishona Sinza. Nilikuwa nakuangalia kijana unavyojisifia tunajua unamjua peke yako. Nikwambie kitu. Masuala ya ufugaji ya kufai. Wewe unapendeza kabisa kuwa mtu wa fashion. Sawa. Kwa hiyo nafikiri kibali tukunyang'anya. Njoo, kiongozi njoo. Sawa. Kisamo sio mwajiri wa serikali. Sawa. Kisamo sio mwajiri wa serikali. Sasa sikiliza. Nafikiri tungekunyang'anya kibali cha ufugaji wa kuku. Ndio. Wewe mamlaka unaidharau. Na unaidharau mamlaka, inaonekana kama sisi unatumudu sana. Blaza, nikwambie kitu. Watu wengi tumeshawafunga kifungo cha maisha. Kama unavyotuona tunakuja, usituchukulie ni rahisi kiasi hiko. Nisikilize. Kwa nini, na maswali nataka nikuulize. Ndio. Kwa nini kuku wanakonda hivi na unawaingiza mtaani watu wa wale? Yaani kuku wanakonda hivi. Wale wasikule tulikuta kuku. Huyu anafika kilo 4. Afiki. Anafika kilo 3. Afiki. Anafika kilo 2. Afiki. Unakazania mambo ya fundi miguu. Sio vizibao. Tumnyang'anye leseni. Ngoja kwanza. Sema nini? Ngoja tukunyang'anye. Wakashinde kafanya usafi kule. Wewe unaona mimi naongea na wageni unakuja unaganda hapa unataka kusikia nini kipya cha kwako mno mjinga wewe. Tula. Usafi. Huyu mara ya kwanza tulivyokuja tulijaribu kuwa binadamu. Huyu tumnyang'anye leseni. Watu wengi wanang'ang'ania mambo ya leseni. Watu wengi wanang'ang'ania leseni. Fanye hivyo, usifanye hivyo kakaangu. Watu wanang'ang'ania leseni. Unaweza kutuambia kwa nini kuku wamekonda? Kuku hawafiki hata nusu kilo. Kwani kuku wanakonda vipi? Kuku wanakondaje? Unawalisha nini kuku? Ndio nilikuwa nakuja kuwaelezeeni sasa. Pale mwanzo mlivyokujaga mara ya kwanza ile mkaniambia hawa kuku na hapa nini, nikawaambia na hapa basmati, mkawaka sana, mkasema sio sawa kibinadamu, na mimi nikaona kweli hapa serikali imefanya kwa unlimited, kwa sababu haiko sawa mchele ambao unapikwa kila Ijumaa alafu unachanganywa katika biriani, inakuwa sio sawa mimi kuwapa kuku. Kwa nini inakuaje kuku na hapa wa kila siku ambao binadamu anakula Ijumaa kwa Ijumaa au sikukuu? Kwa hiyo sasa mlipokuja kuniambia vile nikarudi nyuma. Umeelewa? Sasa mimi nilipoona vile kweli nilikuwa nakosea. Nikamwambia yule kijana wangu ambaye anawatekea. Nikamwambia angalia au kuku sasa hivi usiwape chakula cha aina yoyote, unachotakiwa kufanya sasa hivi waache. Fungulia geti hilo waende. Kwa hiyo anawaacha wanaenda kula majalalani. Jalalani? Unapeleka kuku wanakula jalalani? Wewe unataka kuua watu? Sasa Tula, huyu ni tunamkawiza. Watu kama hawa kwenye ujinga, kwenye mambo ya kiserikali. Samahani kakaangu. Kwa nini unazuia? Naomba unisamehe. Begi la serikali unakanyaga. Begi la serikali. Samahani kaka. Mimi ninachokifanya na kusaidia. Naomba mnisamehe. Naachana dokumenti za kibali. Wewe unabaki kuwa mtu wa kawaida. Usifanye hivyo kaka. Wewe ukibaki kuwa mtu wa kawaida unaenda jela. Hili eneo linabaki kuwa lenyewe. Kaka. Wewe tunakutanaga wote kwa Kisamo, nitetee basi. Sasa kama ni mteja kwa Kisamo, ndio hiyo sababu. Basi naomba tulimalize hili jambo. Kama tulivyomaliza vipi? Kama siku ile. Yaani siku ile lini? Yaani unamchanganya sio na mambo mengi. Siku ile lini? Naenda ndani, nikienda ndani ndo natoka na bahasha na agaia kakaangu. Muda. Mheshimiwa. Kuna kijana tuko kwenye mizunguko huku. Tuko kwenye mizunguko, kuna sehemu tunajaribu kupita. Ndio boss. Okay.
Fanya muda huu. Hii hapo ndo simu yako? Nakuja. Huyu bwana kaka, huyu ni ng'ombe wetu. Mpaka anakufa. Tunamfanya tunavyotaka. Anakuja. Yaani samahani. Alafu wewe mbona ukienda ndani unachukua muda mrefu sana? Unafanya mahusiano na watu? Hapana kaka, hapana. Unashirikisha ndugu zako kwenye mambo ya unataka msaada afu unashirikisha ndugu? Hapana. Mimi hapa hii ndio niliyobahatika kwa nayo. Imepungua laki kutoka ya ile siku ile. Hii laki 3. Umeona? Tula. Sichezi na kima. Nikwambie kitu, jiandae kwenda jela. Na nikifika ofisini utapata message. Naenda kukutoa kwenye system. Sichezi dili za namna hii. Kaka, mfugaji mkuu. Kaka. Jamani nini? Kaka, ya basi. Nakuomba nipo chini ya miguu yako. Shika hii hapa hii. Nakuomba kakaangu, kambembeleze yule pale, mchukue hii. Wewe jeuri. Una uhakika hii ni laki 3? Hiyo hapo laki 3 kaka. Naomba sana ni mambo yaishe. Ujue kama beach boy wangu akija kinikuta hapa ile picha nzuri. Inuka. Fefea kaka. Tena. Sawa. Kwa maana tutarudi kwa sababu tuone kama umekamilika au vipi. Sawa. Usifanye wengine wote tuwapitia huko wamepigwa vibaya. Wamepigwa vyeti. Unalipa control number unaenda kulipa milioni 4, milioni 5. Lakini unalia sana, mimi nakuonea huruma. Usirudie. Sawa kaka. Wote ushauri wake Kashinde. Kasema tuache kukwenda jalalani, ushauri wake wewe. Afuko wapi? Kashinde! Njoo hapa natema mate asikauke. Kwa afya hii. Kama janabi. Asante sana. Nasikia baby. Kula unachojisikia, kunywa unachojisikia. Sawa? Unajua hapa swala ni hili moja. Kula, kunywa, kukojoa. Kula, kunywa, kujisaidia. Kula, kunywa, toilet. Yani. Samani. Hivi. Unajua wale? Wale pale? Si matapeli tu. Matapeli? Wakija mara wajishaue wao matanlodi, mara sijui mwanasheria, hata hawaeleweki wale. Asante. Labda niambieni, safari hii tunapiga hela. Kwa hapa ni kunywa, kulewa, unakunywa mpaka unasema kilolo. Si unanielewa? Kashinde. Bosi. Naam. Nipo hapa Empire. Nilipita mara moja hapa. Nimekuja kunywa maji tu. Lakini sasa bosi, kuna watu nimekutana nao hapa. Si wale maafisa mfugo? Maafisa mifugo bosi. Bwana, kumbe hawa watu ni matapeli. Tena ni matapeli wa kuaminika kabisa, ni majambazi. Kumbe jamaa hao mamasta. Basi sawa. Kitu chochote Kashinda nisikilize. Wakishazitumia hizo hela zitaisha tu. Si wanatanulia hela, wanakuja wanajifanya watu fulani, wanakuja wanatupiga hela, ndo break yao inakuaga hapo. Kumbe basi usijali. Usiwe na haraka na watajaa tena kwenye mfumo.
Hata usihangaike nao Kashinde, najua unaumia, lakini wewe jifanye kama hamna unachokiona. Yaani hapa nina hasira. Natamani hata niende hata nikawavamie. Angalia. Hakikisha hawakuoni, wakikuona tu atajua picha imeungua. Yaani hapa uhakika. Sasa hela ipo. Alafu ulikuwa ulikuwa sema unataka macho manne, 5 au 6? Mimi ningeomba kama macho manne tu. Macho manne. Umepata. Watoto wa buku mbili nyie, mnatuchanganya. Yaani jinsi ninavyokupenda, yani mpenzi wangu napenda vizuri. Navaa vizuri Kwa hiyo mimi navutia. Mama anakupenda. Kula vitu. Kula vitu. Nimekwambia unibadilishie simu muda tu mpaka leo kile. Tula. Yaani unanuna kwa ajili ya simu, kitu kidogo kama simu. Ajui, mwambie. Mwambie. Mpenzi. Nakwambia tu kwa faida yako, usiwaambie wengine, sawa? Mimi nataka nikununulie hali ya tako la nyani. Tako la nyani? Hali. Hata tako la kenge wewe mpe. Alafu sio moja. Hali ya tako la nyani utakuwa nalo. Wewe unatembelea jeusi, jekundu, jeupe, unafanya unachokitaka. Nimekwambia mimi sio wajana. Ongea sana, taja namba. Acha nimtumie mimi bwana, nitakumtumia. Naona kama unajivuta. Anyway, hela zinaniwasha. Baadaye nitaleta kiroga tunazoa, unaenda kuuza hizi kwa sababu hizi ni mbolea ujue. Bosi. Mbona sijakuelewa? Mbona tunasafisha leo lila? Mbona tunalifanyia usafi hivi? Sasa Kashinde, kama tunavyofuga kuku wanatuletea matatizo kila siku, kwa nini tuendelee kuwafuga? Mara basmati haifai, mara ukiacha kwa wakale jalalani haifai. Sasa lipi jema tunalolifanya kwa kuku? Nimeshakwambia tunaachana na hiyo biashara. Tunachokifanya sasa hivi hapa, huu ni ulingo. Tunasafisha ulingo, nataka niwe napiganisha kuku. Hiyo ni biashara nzuri sana. Idea hiyo bosi wangu. Na watu huwa wanabeti kwenye mapigano ya kuku. Linawekwa jogoo huku, anapiganishwa wao. Wewe mshahara wangu utapanda, si ndio? Ndio maana yake. Wewe safisha kwanza ulingo. Safisha. Hapa mbona kitaeleweka tu. Basi tulipige deki kabisa ili bwana. Tukishamaliza kutoa hizi mbolea, tutapiga na deki. Vipi hapa? Vipi hapa? Kulikoni? Aha. Vipi? Kuku wako wapi? Kuku. I like this guy. Na kama unavyojua taratibu zetu, kuja kuangalia kuku. Sasa kuku watu waone. Nataka maelezo kujua kuku umewapeleka wapi. Maana una kibali, kama vipi tufute huko jina lake? Kwa nini hauna kuku wakati una kibali cha kufuga kuku? Kwa hiyo wazee mmelizoea sana jengo kiasi kwamba mnaweza mkaingia muda wowote bila ruhusa, bila nini, mnaingia tu kuruputi ndani. Si ndio? Mmekaribishwa na nani ndani? Nani? Kashinde. Wewe tujui? Kashinde. Kaloki geti. Sikiliza bwana. Kiongozi. Geti la nini? Kwa nini Kashinde Kaloki geti wakati tumekuja kwa amani? Mtaelewa tu. Tulieni. Mwanzo mlipokuja mkaniambia kwamba si vizuri kuku kuwapa basmati mchele wa gharama, mchele wa 1800, mkataja mpaka na bei. Usiwaache kwenda kula majalalani, hiyo itasababisha madhara. Ina maana hawa kuku wote wanaoenda kula majalalani, kuna binadamu wanapata madhara? Hamuoni kwamba kuku halali yake ni jalala? Hamuoni? Sasa kwa nini mlikuwa mnakuja kunisumbua? Kwa sababu ilikuwa kufuga. Sasa hivi mimi hawa kuku
mmekosa kuwaona humu, kwa sababu wote wanakuja kuniamsha mimi asubuhi, ninawapa hela. Wanaoenda kwa mama ntilie, wanaoenda kununua chipsi, wanaoenda kwa Mwarabu kunywa juisi tu, wanaoenda kula urojo, ni wao na choice yao. Lakini hata mwanzo tulipokuwa tunakuja, hatukuwa tunakuja kwa lengo baya. Ilikuwa wewe ni mfugaji bora. Ulikuwa ni makosa tu ya kibinadamu ya kawaida. Na sisi lengo letu ni kukufanya uwe mfanya biashara mkubwa. Lakini anyway, sikia ngombe. Kama vipi unajua ni? Anyway, sisi inawezekana. Kwanza hata hivyo wewe ni tuache, wewe ni mfugaji mzuri. Ni makosa tu ya kibinadamu. Sisi tunaweza tukaacha. Vitu vya kawaida. Tukaondoka tu vitu vya. Unaona? Tuondoke bwana. Nenda wapi? No entry. Mpaka mnilipe pesa zangu.